Naitwa Isaya Richard Mtuliza, ni askofu wa Simiyu. Mimi nimepokea kwa masikitiko makubwa sana kwa kusikia habari za kufungiwa kanisa la Gwajima. Mimi napenda nioje kidogo. Sababu kubwa hasa ni nini? Kwa sababu Biblia inasema piga kelele usiache. Usiache kwa sababu kuna yako mambo ambayo unatakiwa kama kiongozi wa kidini uweze kuyakemea. Askofu Gwajima alikuwa anakemea kwa habari ya utekaji na alielezea vizuri sana. Wala hakuweza akaleta na sababu, akaleta na hoja, wala sikuona kama ni mambo ya kisiasa sana. Ni kiongozi wa kidini ambaye anasimama katika nafasi yake na anakemea kile kitu au kile kitendo ambacho kinafanyika. Askofu Gwajima kosa lake paka kufungiwa, nimepokea hakika yake, nimepokea kwa huzuni. Makanisa aliyokuwa nayo yamefungiwa, waumini watafanyaje? Au waumini watasali wapi? Kwa taarifa hii na kwa jambo hili imeleta taharuki kubwa. Mimi kama askofu ninaomba jambo hili lisiwepo, jambo hili lisijitokeze. Rais anatakiwa washauri wanaweza kumshauri, wamshauri katika ushauri ambao unalenga amani zaidi. Makanisa yanapoanza kufungiwa, tayari taharuki inaanza kuwa inajitokeza tena na tena. Mimi ninasisitiza sana, mimi ninaomba sana makanisa ya Gwajima yafunguliwe. Makanisa ya Askofu Gwajima waache watu waabudu, watu wawe na uhuru, watu wamwabudu Mungu. Kwa sababu si kosa sana kiongozi anapokemea utekaji, anapokemea madhambi kama hayo, ghafla tu unasikia watu wako kwenye habari kwamba watu kwa kumkesha wanapigwa mabomu, wanashambuliwa. Kwa kweli ni jambo la kusikitika kama nchi yetu ya Tanzania ambayo tunapenda amani. Askari kufika na kuanza kupiga watu, tunaona kwenye mitandao ya kijamii, kushambulia watu, watu wanapiga kelele, watu wanalia, sio wengine hivi. Ninaomba jambo hili serikali liliangalia vizuri, na kwa kumfungia Gwajima makanisa yake si jambo la busara sana. Ninaomba jambo hili liangaliwe kwa upya na makanisa yafunguliwe, watu waabudu Mungu. Wengine walikuwa majambazi, wengine walikuwa wezi, wengine walikuwa na tabia fulani, wakaenda wakapata neno la Mungu, wakabadilishwa. Sasa wanaporudi tena hawaabudu. Nimesikia na makanisa zaidi ya 2000 katika nchi hii. Sasa hao watu waliobadilishwa waende kufanya nini? Au waende kufanya kitu gani? Warudi kwenye matabia yao ya zamani? Kanisa linawabadilisha watu. Mimi nasisitiza tena, serikali ilifungulie kanisa la Gwajima. Kosa lake hasa ni nini? Mimi ndio naoji katika jambo hilo. Kosa la Gwajima ni lipi? Je, kusema watekaji au kukemea dhambi hiyo au kushambulia kitu hicho? Je, imekuwa ndio sababu ya kufungia makanisa yake? Ninaomba jambo hili litazamwe kwa umakini na kanisa la Gwajima liweze kufunguliwa, watu wazidi kumwabudu Mungu. Amen.